juu yake. Adhini juu yake. Na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine adhini. Basi wakamletea watoto wadogo ili maneno nataka sawa mpe na sawa ya kungua kwa Mungu kwa hivyo. Kwa kama mama mmoja alisema naye jana kama 14 hivi. 14 kachukua 7:14. Wakorintho wa kwanza 7:14. Kuanzia mstari wa ngapi? Kuanzia mstari wa 13. Tunasikia kama kifo kikawatenganisha. Hawasemi uchawi. Hawasemi hata kiwa mchawi muacha. Biblia inasema bandiki akiwa mchawi muacha, anasema kifo kitatenganisha. Awe mchawi kana muombe. Na hiyo hakuna tunasema Wakorintho wa kwanza 7:13. Na mwanamke ambaye ana mume asiyeamini na mume huyo hakubali kukaa naye asimwache mumewe. Kwa maana yule mume asiyeamini utakaswa katika mkewe, na yule mke asiyeamini utakaswa katika mumewe. Unasikia sasa unaandikia kitabu wewe mwenyewe. Pamoja na kuomba na kuzoea watu wa Mungu, kuzoea wewe unasaidia mimi na wengine wachungaji, ule mwanamume ule ushirikiano usiwe na nguvu. Unanielewa? Sasa mimi nina maneno lazima yenye mimi niliona lazima haiko mfano na walikuja kanisani mke na mume. Mwanaume alioa mwanamke wa kwanza. Huyo kijana alishuhudia hivi. Yeye alifikisha miaka 12 akaenda akaoga kwenye maji, kwenye bahari. Mule mkuoga walikuwa wawili. Bakaona mwanamke wa mzungu anauka na kuinuka kwenye maji. Bakaanza msogelea. Sasa aliporaona akapotea. Alipopotea akaacha vichana vyake na vioo kwenye mawe. Ule kijana mzee usiguse dada na kabeba. Akagusa vile vichanua, yeye peke anaongea anaitwa Jaja. Akachukua vile vichanua na vile vioo, akaja mpaka nyumbani. Akamwambia akaweka nyumbani kwake. Akakaa. Ikawa saa 6 usiku ukuta kapasuka. Akaona ile mshindo atokee. Akamshikua na kumwambia usiogope. Mimi naona uko vizuri, nipe vioo vyangu na vichanua. Akambeba akamwambia uko vizuri. Unaweza kunika na mimi. Kumbe umeniingilia vitu vyangu. Alikuwa mwanamke. Akapotea. Kesho yake akarudi yule mwanamke. Akamwambia narudi. Nipige na mimi. Nipeleke wewe huko chini ya maji kwenye sisi tunaishi hiyo bahari. Akamwambia inawezekana nasema yeye atakuonyesha. Akaleta mayai manne. Akamwambia hii mayai nikupe kwenye maji. Yakiingia kwenye maji itatokea ile nyama inaitwa kama nyama. Kama huko tendo. Huko nini? Akamwambia mama. Akamwambia itatokea mama. Hiyo mama utakuwa naenda naye. Sasa akachukua mama itatokea. Akaogopa. Akasema nikaogopa. Akataka usiku nikakuimba. Akaniambia usiogopa nini? Usiogope. Anaambia kapande ile nani. Kapande hapo mtandao. Akaenda mama akafikisha. Akafikisha mtu mzuri huko. Huko mtu nachengwa. Kisha yule mama akamwambia wewe nyumbani moja pita hapa. Mimi nitapita hapa. Yule mama yule kijana akapita. Kwenye pita huko sufuria huko chungu
Kampenda nikaweka mali nyingi nikapata kwao. Na ukisha ule ndani hata siku mbili ile pepo ile mwanamke wa kusini ananiambia kwa nini nimeweka huko. Nani na mimi namwambia huwa nataka nikioa. Ule mtu wa kike akaja akaniambia sasa ndio niko na nyumba ya mwezi. Nilikuwa nachukia nisikie mwanamke ananiambia ana nyumba. Na wewe mwanamke kusema sina kama kitaka nataka sana mwanamke duniani. Sana kasirika ile pepo ya kusini kwa Mungu. Ile pepo kuchukua ile yule akitaka kutoka damu. Ile kutoka damu. Kutoka damu wapeleka huko hospitali kutoka mazika. Nilizika wanawake watatu. Mwanamke walini waliokoa na kuua. Anapenda kuwa na mke wake. Mke wake alikuwa mwili anatusujesha wa mama njoo kupambana hata mnaelewa. Namna mnapitia na kufikia leo kwa nini mwanamke anafanya anaokoka. Na kwa muda sina muda kuongea. Wako walikuwa wanamsikiliza kwamba hakuna kutoka. Aliongea maneno matano na yaongea ili msije kupata. Akawa mwanamke wa pili, akawa wa pili na watatu. Ndio akaleta huyo wa pili. Akaenda mtoa huko na sababu kwa jiji. Watu wakija alikuwa mchamua anafunga na kuomba. Mungu anamwambia watu wa wasikie. Kwa nafunga na kuomba. Katokea mimi napenda mwanamke fulani. Ndio akaja na kwa mali nyingi. Na Mungu anakuja kufungulia kama huyu ni mchamunzi wa kuzimu. Hapo. Akasema hivi. Akampeleka. Akatembea neno lingine. Nilikuwa naoa watu wenyewe wananiomba hizi. Niliwaka mtaja huko. Nilikuwa na hata mnaona zinapita barabarani. Miti moja ni viatu. Mama magari moja ni nini? Viatu. Hasa alikuwa anaenda akachukua kiatu na kikunja hivi. Anaongelea maneno yake kinabeba gari. Natembea leo barabarani. Hasa mimi kama natembea kwa kiatu kama ndigani. Ndio wenyewe mnaona matatizo ya mtu. Mungu atuongoze. Mtaka mmoja mtu anatembeza, unasema, "Kaka hivi, kaka." Nikamuingiza. Nilikuwa na pepo 300. Ndio kutaka kutoka hapa sasa. Alikuwa na pepo 300. Hizo pepo 300 150. Maana kama una nguvu za Mungu ukitembea barabarani ama tunapishana sokoni, nikakupiga hivi, unaenda kufa. Na ndio maana unasikia kwa kigongana mtu mmoja unasikia kama Mungu akuza huko tunasikia kama mnani kama ushawahi sikia mimi nishasikia bado maana mkitembea mnatembea na Yesu akasema wewe tena nikaweka kwenye gari nikatembeza mimi na ndugu zangu tunaongea nikamwambia sema kwa basi nilikuwa na kuna mmoja anaitwa Jacqueline kaambia ile Jacqueline umeona sasa ile kidogo hakuna kulala umeona hapo nyuma hiyo umeona wanaongea maneno yangu wewe wakiduniani ya uchungu. Pale kaja ndio wakaanza Mungu, wakati kutoka hofu, Mungu ile kwenye. Toka hofu, toka kwa nani tembeza, tunaona kutoka kwa kifo. Ukafarisha katuka kesho tena kupokea hiyo. Pokea ya Mungu. Asikane nikapatiwa kwa kujoka kifo. Akatoka hapa. Leo kwa Mungu. Siko ni akafika changu. Anatoka makanisa. Akatoka, akaenda. Akakuta vijana wawili. Akasema wale vijana walikuwa wacha Mungu kweli. Walimsumbua. Na wanasema tunataka tuende kwenye lift. Wanamuingiza kwenye lift wanatembea. Anatembea na zile pepo. Zile pepo zikitaka kupisha wale vijana wakiwa wawili, zinamrukia. Zinasema hapana. Hao vijana wako wakali. Vijana ambao siona damu leo. Asema tunapata mbele huko. Kafe. Munaona yule Yesu wa kweli. Asante wakati nilikuwa naweza mapambo misuko maelele na masikio na masuruali bado ndio sima ni yangu bado na wengine wengine ndio kushirikiana baada ya kutaka nikafika basi ya kuachua nikasema hapa wana Yesu akataka niseme muwe mnamwamini Yesu kwa kweli akasema shetani akaona Jumapili watu wako kanisani akanipigia simu shetani nataka damu ya Kristo muda huu damu ya Mungu naitaka kasema ndio wale watu wa Mungu kufa naitaka kasema ndio akasema akaangalia
Bana barabara na sikuari. Akaenda kasimama barabara na kutoka hivi anavuka hivi. Akasimama hapa hivi. Nilikuwa nataka mmoja mgongae. Niko naambia watu kama unaokoka. Alikuwa anatunga nyimbo, alikuwa ndio wiki. Na hiyo Jumapili ndio kutoka nyimbo. Lakini anafanya nini? Sikuari. Akasema mimi hapa sikuari ndio mweza. Hatimizi kanuni za uokovu. Ile atakufuta. Akatoka kanisani anavuka barabara. Alipovuka barabara, ule mwanaume akaambia ile pepe yake kubwa ya kilimo. Unaona ndio nitoka kanisani. Tunashikana kama baba ya mwokovu huyo. Ili tutamwaza kwa sababu zile ndugu za Mungu zina nyingi kwa sababu kama sio. Bakasogea mtu wake. Yule baba anasema tukamsogea. Ile tukamsogea. Ilipomsogea lakini mtoto wa mtaani anajua. Ikabidi nisimwonee huruma niangalie hivi. Yeye wanyonge kule nikiangalia tu hivi kama vile. Sio ni mtoto wa mtaani na mtu anaona hapo. Lakini kuna mmoja afanya na yeye mwenyewe akitambua kama ni mwokozi. Na mwokozi wakafika mweza ana nguvu tofauti. Sasa nikaona huyu basi shetani sana yeye anajua kujipata huyu. Na kwa sababu hana nguvu ya kushinda. Ndio akamvamia barabara. Tena kaanguka basi anawaza anaona mtofa. Basi anasema ndio na mtaka msaidie. Kwa fulani tu. Na akasema mimi nikakuwa naangalia pembeni na kasa moyo. Tulikigeuka na mbele pepo acha. Na huko ndio nilikai nafsi. Nikaanza angalia pembeni. Basi kuna nafariki. Sio msaidie, nafariki na kitu kinakaza tu. Bado anaogopa sikitoka ile na sogea sikitoka. Paka nikaona wewe katika nikaona nakuja familia yangu. Ile nafsi inasimama hapo ni shauri. Nikaishika hivi. Wakanyanyua ile mwili. Wakapeleka fikisha hospitali wakakusa kutoa shauri. Nakarudisha kwa nikachukua ile nafsi nikaenda mwanzo nikaifikia karibu na kitanda changu ile bibi. Anafanya kile bibi. Nikampigia shetani, nimepokea ndio. Nimepokea, endelea. Huku baada wakasema watu wakalala chini. Akaanza sema nani mbinguni? Mungu anasema wala Mungu wa Mungu. Nenda mbinguni sio niko naye hapa. Mimi hapa watu ama bashajira hai. Na angalia kukaa. Msao nakwambia yeye, na mimi nikaanza mpaka kumsiba. Nikaanza namshika mkono hiyo basi. Niko naye pale. Hawaoni. Imazoezi ya mama haioni. Mimi niko naye pale. Anasema mlaze hivi. Nizunguke kila mtu aone nani? Msiba ya mwisho. Basi na mimi namzunguka namshika hivi. Na yeye peke anajiona kama analala hapo. Ndio akatufundisha kama muwe na nguvu za muache masuruali na mapambo. Ndio maana tutawala na macho, ndio akatufungua na akili. Akasema jana nilikuwa mlokole wa kwenda Mungu. Na kesho yake nikapata shule na nao hasa nikatumia shetani. Lakini Mungu alikuwa anaenda mbinguni tutamwona. Pumzika tunasema hapa ni kiroho tu. Mbafu hapo. Tumana kila mtu wako tufundishe mtoto kwa wake. Sasa Mungu akitaka kujiteka kumlinda. Akitaka kujiweka kumlinda. Shetani anasema ni wanga amefanya sana sina kitu mbele yako. Sasa tukulinda ni mbele mbinguni. Neno la Mungu tunaongelea hiyo kwenye kitabu cha Ufunuo 10:12 mstari wake wa 7. Mwezi kuongea na andiko. Hili ndio la waandishi wa Biblia. Tunapenda kuonyesha watu wanaweza kutufikia unapoamkia. Niko na wasaidia. Dunia iko wapi? Dunia inaenda wapi? Jishike na Mungu ndani. Unaishi na jirani kama ni ndio kusema. Biblia inasema wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa. Yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani audanganyaye ulimwengu wote akatupwa hata nchi. Malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema,
Sasa nimekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Kwa maana ametupa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao yeye awashtakie ndugu zetu mchana na usiku. Shetani anataka asubuhi mbele za Mungu. Ndio anafanya hivi, haiko wapi. Mchana anaenda tena. Mama mchungaji aliongea hivi, haiko wapi. Anaenda tena jioni. Hajapata chakula leo. Shetani ndio maana shetani mchungizi. Ukiwa utaeleza na mimi nakwambia hili jambo lishanifikia. Siku moja tunaenda kumbele huko. Tunakaa tunaomba. Tunafunga na kuomba na tetei mwenyewe anajua kama hii mwezi alitoa zaka. Alitoa 10 akai hapa tu. Nikafungua macho. Nikauliza kwa vijana mmoja na mama mmoja. Nikauliza nani anajua alitoa sadaka hii? Zaka, hapana sadaka, bana sadaka kuuliza moja ya 10 zaka na alitoa hii mwezi. Ndio akasema yake. Ndio akasema shida. Ndio akataka kufungua macho na kufungua mtoke mbele. Hapa kasha hospitali hapo mkaomba. Tulirudi bila kuomba. Niko nakwambia tulirudi bila kuomba. Nikasema Mungu wangu. Nikamwambia mtu mmoja, nenda jitafute wewe kama unatoa sadaka, ungana kidogo. Mungu anaona tulipata tunajua kidogo lakini hakunipa. Yeye anakwambia ukupa 10,000, maana 10,000, toa 1,000, leta kanisani waje kukilia. Sasa tutaondoka kama watu tushaiba na nauli. Tunaendelea kuwapenda milimani sana. Tungekuwa sisi Kongo hapo kama tunasikata hiyo milima Koka, maombi, hizo ndio tunashika. Toka unapanda mlima atakaba ile balinde 10, kanisa yote nenda huko na shida ngoma kama zinajaza, kama zinapewa zinachoka kwa watu. Ndio namna tunavyoona. Tuishalipa tunapanda milima tunazo. Mungu ananiambia mwenyewe na tulimweza atoa zaka. Msikufunga macho mwenyewe. Fungua macho kuuliza vizuri. Tukashika sote. Akakwambia Biblia inasubiriwa. Nendeni mkapo. Nilienda nikakaa leo ngapi nimebaki nazo. Nikaenda kanisani wakati wa wiki nikaweka kitu tisi kanisani kwetu. Kila siku tunaingia kwa Jumatano na Ijumaa. Na kila Ijumaa tunatoa. Kama ukipata Ijumaa unatoa. Ukipata Jumatano unatoa. Na Mungu anasaidia wachungaji wetu kama watuendeleza. Hapa bembelezi yeye mchungaji mpaka kwa kikao chake cha wachungaji wasio wa kanisa. Wako na daftari yao. Wako nayo hapo. Wakikaa kwenye kikao daftari kwa tutasoma mzee mjana anatoa moja ya 10. Kwenye makwaya kila mtu ana daftari yao. Kwenye waombaji sio waombaji na daftari kwa kwenye waombaji. Tunaingia tunakata Jumatano, Alhamisi tunashinda. Wale wote wenyewe hapa maombi anasafania. Huku kwa sisi na shemasi tuna daftari. Kama utaamua kwa natolea kwa waimbaji, kama utaamua kwa mashemasi ndio utaishi. Mimi nakuwa na jumba mbili, naenda kwa shemasi, naenda kwa chumba cha vijana, na chumba kikubwa kinaombea wagonjwa na kwaya. Sasa naamua kwa natolea kwa leo sio kwa nasafirisha. Zinatoka mpaka zinaingia kwa. Nikipanda tu na marafiki na tu. Na Mungu anasaidia hivi. Na tunaweza kukuta banduku wakikata tumeandika kuna pesa zimekuja za resto zimefika ndio hizi hapa. Kila siku anasema kanisa niko na ninatupatia miaka mingi lakini sasa hivi. Sasa ukitoka hapo naambia Dar es Salaam, Dar es Salaam bora class za kalamu kuliko mfungaji aliyeacha Mungu miaka mingi na ukabarikiwa. Ushabarikiwa sasa Dar es Salaam unapata mji mkuu unaenda unasahau kuikwenda. Biblia inasema kumbuka kwenye mto, kwenye mto kwa wala. Baada ya kujua kutoka sasa umebarikiwa. Mnanielewa? Utatoa zaka, utatoa sadaka pale, lakini moja kumi usafirishe chekuna. Kwa mchungaji mmoja kutoka Mwanza. Hapo nafikia baraka.
unapata kazi. Mnaelewa ninachoongea? Ndio Mungu ananijaza maisha yangu. Amen. Huyo baba akaongea leo jana. Akaongea ngine mbili. Hiyo ndio mbele. Akasema nikaja sasa kupambana mimi mwanamke nimeona. Baba mama, hizi ndio mnakaa ndani. Mtoto wa kike unasafiri tu, unaenda olewa. Hujui unaenda olewa na kizungara. Mtu yuko hivi yuko mbele. Mtu yuko hapo hujui. Kuongoza kana mimi niliona kufanya mimi nakupenda kwa kutoka kwenye msiku. Kwa hiyo tunachika na watu tunaangalia. Unasafiri na olewa. Baadaye tunafanya siku tunaweza kumjua unapenda kwenda kumjua. Huyo dada alisema walifanya harusi. Bakaleta leo wao kijana kaleta pesa alisema peleka pesa. Zenye baba wakata kutisha. Alisema alikuwa anafikisha jioni. Alikuwa na penzi lake kwenye anga. Anafungua zinamkika. Shetani anaeleza pesa kuanzia asubuhi mpaka jioni zimeisha. Hizo hizo. Nenda na parapanda na mpaka jioni ndani pale. Kesho tena mfunguo. Ndio nikakusanya zile nitapeleka kwako. Sasa huyo dada anaenda huko. Akafika. Shetani leo ni mwanamke wa kusema kabla ni mwanamke wa kusema. Umeleta tena mwanamke. Sasa ndio nimeleta tutafanya tu tunafanyaka. Akawaza vile kumbe kuna mchamini. Anakuja kuokoa ile nafsi ya Mungu wake. Tutafanya vile. Bakalala. Akakuja na lala kupigana. Huyo baba akamwambia alikuwa analala katikati. Yeye huyu mwanamke wa kuzimu mbele hapa mbele yake. Mwanamke wa duniani nyuma. Yeye analala katikati. Yeye huyu wa duniani haoni mtu. Lakini huyu wa kuzimu anamuona. Akigeukia huyu wa duniani. Wa duniani wa kuzimu. Geukia. Yeye mwanamke anataka anaona anigeuka. Kuna wanaume wenyewe wanataka kuna msuma mmoja kama wako kwa kweli atakuwa anakubali alale na kumweka kuna mume unamkilala sina maisha tu nini hii ndani ya mume wangu na muda unasogeza mtu uchukue mkono wako unaweka hapo kupatia ile msingi wanapenda kwa kiasi wanaona nasikia nyingi utaona na kutupa kule ni yake ndani kwa Mungu mtume mbona ni mtu wangu wa kwanza tena kukumbatie utakuwa soma kule kwenye kusini. Unanielewa? Sasa kitoka kinatokea huko. Nini sasa tuana tu. Ipakina eti. Sasa mwanamke akitaka lala naomba. Mwanamke anaomba kwa naomba. Kama roho basi kisikii naomba. Sasa mwanamke atakuwa anaelewa. Kama mwanamke atakuja kulala, anataka kutana naomba kalala. Akawa mrefu kweli. Usiku anapigana jana kinyasho akipigana mimi mwanamke wa usiku anaongea kwa nini na mume wake mbona mwanamke ananisumbua nina mwambia umeshika kuua sasa bahati mbaya akaweka kangine anajua mimi ananiambia mume wake sasa tutakaka hajui kule wenyewe mshakakuta lezake kumbe mwanamke shawa watatu ya hajui akamwambia hivi nina mingi akawaza mwanamke akacheka akamwambia nani alikwambia wewe na mimi maisha na pepo zote zitasalia Mungu mwanamke gani? Mimi nishikwambia kuna na mimba. Nani alikwambia? Msisikii. Tukikanza hapa. Yule mwanamke kuzima mwana akamwambia mwanamke kuzima. Kumeshindwa toa na wala nini? Fanya vile. Ule bakatini akatoka mpaka mimba. Akatoka. Akatoka kwa damu itoke. Kana anasogea anasema analinda na damu ya Yesu Kristo. Nada anapita kwa. Nada anaona. Yeye afika watu wanapigana. Huko kama sasa ndio wanasema siku moja sikia mdomo anashtuka kapiga. Huyo wa kuzima kishoja kutoka kwenye kitanda akasikia sasa. Mimi nakuacha nataka nipeleke kwa duniani. Kaambia wewe. Mwana unasema wewe kafukuze tu. Kafukuze akaanza mfukuze. Toka uko na lala. Nitoke nyumba yangu. Kutoka mzee anajua kwa nini mfukuze. Atoke tu kwa ufeka atakwambia. Huyo ndio tunasema atoke tu. Nao walikuwa wanabeba takana. Nao kwa sababu shawa dada mwingine mkubwa shawa na takana.
akamwambia tuombe na leo mume wako. Wewe tunaomba, ndio kuomba mume wako tuombe. Tunajua njia zetu ziko njia zingine. Akasema akaanza sherehe. Hapa anaanza kushuhudia. Akalala. Akamwambia usitoke mwalimu. Mimi nimeolewa. Nikienda nitarudi. Akaomba. Anaomba. Mimi nafikisha mwezi. Mimi nazaliwa. Nazaa mtoto wa kiume. Kale katoto akataa. Katoto kalikuwa mwezi sita akafukuza. Akasema tokeni na mtoto. Toka. Kama mtoto anaenda kupatisha tiketi. Akaenda kwa ndege. Akampatisha tiketi. Anapata tiketi. Anambia zile ndege. Hiyo ndege kitaka kuua tumemuua na matana. Tumeua na matana. Kitaka kuruka tukakuseti watu wote. Hewe ndege ya mtakafu. Na hiyo mtoto wake. Sasa alisema maombi na nguvu. Huyu mwanamke ama anavyoomba. Huyu mwanamke si mimi nishajua ndege ninanunua tiketi itaondoka saa fulani. Na ile saa fulani nikauza vile pepo pale. Nikimuone yuke kabisa tuna kimoja. Pepo sio tayari. Ile ndege kwa ile saa walikuwa wanaweka ikaacha kuruka kwa ile dakika. Ikasogeza kidogo. Sasa sogeza ndio ile tunakimbia kwa bwana wao. Ile ndege alishaondoka. Sasa tunaongea vile ndege itakuke na yeye. Unaona mwana anashaka kabisa. Ndege iliporuka akasema kwani nimeondoka. Hata niliondoka na mkomo. Mtu mwenyewe anaenda wapi? Mtu mwenyewe anaenda mbele ya kupatisha tiketi ya kwenda wapi? Ya kwenda wapi? Ya kwenda Salaam. Kule kutoka kwa sababu ni mkoa mpaka huko. Ndege dada hana. Hajatembea mbele. Kutua wanaambia watu mshuku. Kwenda kushuku hajui kiwanja cha ndege. Mtu mwenyewe angetembea masaa madogo afike masaa mawili. Niko wapi hapo? Watu wanamuuliza huko wapi? Hauna akili. Na katoka mkongoni. Anaanza hivi. Niko wapi? Anamwambia hii ni mji fulani. Ni mji fulani. Mji gani? Mimi niko naenda mpakani na Tanzania na Burundi. Wanampeleka mipakani Makongo Brazza huko Kongo nyingine kama mpakani huko. Akaangalia yeye mwenyewe kiwanja cha ndege ni kabisa kanaanza hivi. Bado wale kama wanachukua gari na sherehe. Ndio kiwanja cha ndege kiwanja kiko safi kwa mjini. Hakuna wabao wengi ndege kitua watu na ruki naenda lala kwenye dalali. Akaanza hivi. Mtu mmoja anamwambia yeye ametoka wapi? Mimi naenda kwetu Goma. Ndio tukapanda ndege ya mji. Mimi kuna mama alikasha akamwambia ndio mtendele yako atanipa na ndio kaniingiza huko mama mchana. Akaanza leo wale mama katika pale. Akaanza tembea njiani. Baada wengine wakamwambia sisi tunaenda usubiri kuna kadari pamoja kwa wafanyakazi kanapita kasipopita na tunachinja mwili wao na ukitaka kuwacha ndio baada mwisho kwa kutaka kufanya kazi. Akakukataza akakuona kama ndio akasema kuswipa ile gari. Akaifanya hivi kasema na hapa nasi tunaanza kwa sasa ndio tunasubiri. Tunasubiri na nafsi ya mtoto nyingi ndio simamisha kale gari. Unaenda wapi? Unabaki hapo ndio hapa kwa bara. Sema mimi nishikini naenda wapi? Mimi mtu wa Mungu. Kwa nienda umekuja hivi. Mwanaume yule anasumbua. Kanisha gari mche nasikio. Anaeleza, "Wewe ni kanisa gani? Wewe ni mlokole, unasali na sali. Twende tutakufikisha kanisa moja utakusaidia." Ile gari kapeleka, kamfikisha kanisa lingine, tafuta mchungaji wako. Kufika pale, katafuta mchungaji. Ule baba iko na kidogo. Anaangalia namna ile katoto namna walitaka kule. Akaona kwa aliyelia pale jikoni alisaidia. Sisi tunawafati. Tutaweza katoka jela kule na kwa mbali. Kutoka huko asema tembea miezi mitatu. Ili aje tokee mikoa ya kujua. Kongo unaweza kugawa Tanzania na bila mwanadamu. Bali wakamtupa mbali. Ule ndio kanza. Tunaweza kumwambia kuna nini? Akaanza ongea simu. Na mtoto mdogo. Wakamwambia basi hauna pesa kidogo, niko na pesa kidogo. Leta tumulie mtoto.
unaweza kutafuna zile za kutafuna kuleta pesa, alimupa pesa za Kongo za kuzahidi, ilikuwa naita mazahidi, leo inaitwa Kongo, zilishakafariki za mvuto wa kwanza, haziwaki tena, hazifanyi kazi. Kugusa mtoto anazalia kugusa pesa, wewe unakupatia pesa zinazokaa hizi zilikuwa za mvuto wakati wa zahidi. Ule dada kaja na mtoto wake mchungaji anaanza mmoja kumwambia tusubiri Jumapili tuone kama tutaongea na washirika. Kumbe Mungu anasaidia washirika kutoa, wanawasaidia watu. Lazima niingie kanisa. Ule mwanamke ndio anamwambia mwingine. Ule mwanamke sikia Jumapili anasafirisha mapepo. Wale wanajibu washirika wao na roho wasitoe. Usisaidie na. Ndio tunaenda zinasafiri. Ndio wale mfungi zile roho wasitoe. Wewe unataka unazungumza. Nione kama dada anasikia kweli. Msaidie watu. Na kama tunaona dada naona. Tunaangalia huyu mgeni anafanya tukaki mzee kwa mshika mmoja kwa sina muda kuongelea. Mimi nasikia kutoa tu. Watu wanafanya kwanza wao Mungu. Wakifanya wao Mungu mwanamke kwa Mungu kale kakioka anacheka tamboa. Kidogo nikio ule watu aseme kidogo naona watu wanasimama tu. Siku Mungu hapa kumbafu. Mungu gani huyu? Anaanza toa. Sina hasiki. Napiga vitu. Na pesa zinaenda zitokea na mtu. Nimefunga watu kwa kurokodi kajifuata tatu. Jina la Mungu. Hakuna kitu kinachoshinda maombi na kuomba. Nini nienda kuombewa kwa muangalie Mungu anampea kitu. Unaona ndio mwanaume hawezi. Unaona anakuja, unaona akapa pesa. Hawezi. Huwa naomba Mungu. Unaomba kitu. Ndaona na nani mmoja leo. Niangalie mazingira. Wewe mzee kama ni kwa mkaka hivi anashika siku. Kuna nasogeza kwa gari ya moshi nasogeza, gari ya moshi nasogeza. Gari ya moshi mpaka kaja kutokea kwenye mikoa, akifika hapo ndio kama mbele kuna kitu anauliza kabisa. Sasa sitiko wapi? Nalala. Ukienda tu nauliza, niache kabisa naenda. Hapa na ndio akamfikisha mpaka mkoa wa kwetu. Sisi. Toka mkoa wetu, mkoa wa pili, mkoa wa mpaka katokea Kariamu Tanganyika. Tanganyika tunagawa na Tanzania na Burundi. Akaingia Kalemi Tanganyika. Tanganyika akaingia Uvira. Uvira akaingia Uvira, akasasa kizazi kwa sababu tafuta pesa tukampa, zikamfikisha Bukavu kutafuta pesa kwa kuvuka Bukavu. Kuvuka sana na Mungu mwao. Sisi tunaona kitu. Na mtaka mke wako sana. Kama sisi nipe mali sana. Dada akasalia. Mama ananiambia mama asikia maneno ya mtoto na anasema mama. Anaambia kaka yake kwa anaambia hivi na. Tatusha pesa zote. Hata hapo kama tuanze kuanzia hapo. Aliweza pesa kwa gawani tukana. Sasa tuanze wapi? Na kama hatuna ndege kesho, mshaka tunapiga hata nyingine. Kwa nini? Dada ni alisema kabisa. Nikatafuta kitu nikasema hizo kujua ni mbaya. Kiniacha mimi. Akaingia kwa sasa mimi. Nipige hivi. Sasa na kwa pia kuna vitu kama hizo nini. Kuingia tena kwenye ndege kwa anatua mwanaume ya lako hapa na mapepo. Kuna kitu kwa wewe na ndio sife pumbafu. Sasa nikakuwa na siku mjini. Nikaingia kumwambia Mungu vitu. Nikaanza wana yote kidogo. Kwa nini mwanaume ametenda kwa kama nimeshafika kwetu? Akaanza yeye. Kaza siku Mungu hapa tunamwambia. Kidogo ni kuambia kidogo. Huyu mwanaume anasema hivi. Asema ni katika moyo wa mama yangu. Sitaki kuendelea umenitumikia kama utanipa mama yangu. Nilipa wakili. Nikamwambia mama yangu ni Mungu. Mama yangu ni mlokole. Akaambia mama, ninapoomba kusoma kichangani. Amjua watoto wengi wanafanana. Banalala wao kushinda wapi. Sina uhuru ya kumtoa mama yangu. Nikamtoa mama yangu. Nikamwambia shetani, nimemtuma kwako. Shetani anaangalia Simoni. Kumbe mama na mama. Nikafanya kila kitu. Simoni. Shetani akaniambia, chukua baseni. Weka maji kwenye baseni. Nikaweka maji baseni. Akaniambia, angalia mama yako akipita kile kizuri chake. Pita mafuki na kile kizuri. Chukua kesi. Na maji iko mwenye, iko na mwenye kwenye.
tunatumia kwenye maji. Naona kifikia shetani kwa kiwa kipiga nani kesi. Nikapiga kule nani kesi damu ikapanda. Nikamwambia shetani, nimeua damu hii. Shetani anaweza sijamuua. Kumbe nani aliyeniteketa? Akasema nimeacha niseme sasa wa Kristo. Akasema shetani tulikuwa tunaenda kucheza mpira Tanzania. Tunatoka Kongo. Mpira wa usiku wa wachana. Tutacheza na wana wa Tanzania na wazazi. Nakwambia ujao huko mwenye dunia. Tunasema tutatendelea walokole wale wafufufu. Si baridi si moto. Tunaenda kuna anaki mlokole unamtaka yake inawaka moto. Tutaki. Tunaenda kwenye nyumba yake tunasimama. Tunaenda. Wamesha baba. Tunaona mwanaume amelala na mke amelala. Tunakamata mwanamke tunamgeuza kichwa. Alikuwa analala hivi tunakigeuza kinaenda hivi. Na kule miguu alikuwa anaweka tunageuza miguu ile kwenye kichwa kikubwa. Tunachukua mwanamke. Tunamtoa ndani. Tunamfanya na punde. Tunamtembelea. Tunaingia bahari ya hii kisiwa cha Tanganyika. Tunaikausha. Inageuka kama vile nini? Esikafu. Tunapanda nini ndizi na wote inaivyo tunakula hapa. Ndio kwa mchana. Tunamfuata Tanzania, tunamtembelea ule baba. Tunafika kama akasema tunafika Zazi. Tunakamata kile kitu cha ule baba tunatembelea tunakikata kwanza. Tunakiweka kwenye kiwanja tunakuwa piga kama ni watatu watapiga walio kama ni watatu au ni makoko kama nchi gani tunapiga. Tukimaliza kupiga mpira kile kichwa tunakimtisha tunakileta tena kimwili tunakifanya tena tunakipiga tunaanza kama tunakuja tunafika tunaenda rakisha tena tunaweza kupiga na shafuka ndio mwanaume anashika nimechoka. Ukiona wanawake wanachoka na wanawake ndio wenyewe waombi. Hakulala nyumbani, amelala amechoka. Akasema muwe mnaomba. Lakini nyumba zinakuwa tunapenda, utafika moto na waka. Tunarudia hiyo. Lakini hao wanapokuwa kutana kutoka tu. Tunawatesa. Na tunawatesa. Mungu atubariki. Akasema nini kingine ya mwisho? Nikuseme ndio nimesema kwa sababu nafuata Yesu. Akasema walokole waliokoka. Wao wanaacha maombi ya kanisani kwao. Wanataka tunaombe kwa kutazama. Shetani akaona atapata washirika. Akaniambia jajake, fanya kanisa. Jifanye mchungaji. Akanipa mawazo kuona. Nikafanya kanisa, nikapata kanani, katibuka. Tunaona nikachina wengine vijana na ndani. Sisi tunaomba. Mama mlokole mzuri. Ana Mungu alitokea tu pale moto kaenda waka. Nikamwambia mapema kurudie kuna mlokole wa kula na kula hizi. Tunadungua. Lakini mama mwenyewe anakuwa anataka kutukuza sisi. Ndio anakuja sisi kumwambia. Sana kwa nini walioka? Akaanza kula kwanza nikazidi mpaka tukashakia nyuma moto wa mtakatifu unazunguka. Akasema ukiona makanisa mengine yanaingia ndani anakuambia vua viatu hapo usiingie. Nikakaa hapo niko nabii. Tunakuletea mambo hapa. Vua viatu hapa. Usitafanya kali hapi. Nikamwambia vua viatu. Ukufuata nikaambia hivi. Nini kwanza mzima moto kwenye viatu. Asema moto wa mtakatifu na viatu. Tuliposima kwenye viatu huku kwenye kazini. Roho Mtakatifu akakuta na mtu. Akabaki hivi. Alipoingia toka katika makoti mbele. Nikachukua funguo za kuzimu nikamfunga masikio. Maana hawezi kutoka tena. Hawezi kuona Mungu. Nikapita shetani ananiambia, "Ukiona na kapa, ndio ukotosha kuzimu zile nguvu." Alichekea akasema, "Sawa, hiyo ndio lazima nguvu wanisumbua."
Sasa fanya hivi. Huyo hitaji yake ni hitaji fulani, tunahitaji yake. Mwambie mahitaji ni yale yale. Mwambie wewe una kitu unahitaji sana. Ndio baba. Ndio. Nina kitu fulani cha kusema. Baba yangu ndio. Sasa hivi msifahamu anaona mambo yako. Shetani anataka kila kitu. Yeye anapitia na ile mafundisho akatia wachungaji na anapewa uongo. Kuna sana kwambia uko hivi ndio baba ndio baba. Yeye anakuombea kwa sababu tunakuuliza lakini tena mnaibuka. Hakuponi live. Umeenda nimekuwa nikifika nyumbani tena. Yaani mtuliza tu. Nikapata hata huyo dada alituambia namna aliokoa ni Mungu tu. Sitasema namna aliokoa ni nini kile. Damu yake siku nyingine nitakuja kama mkanikumbusha. Jina la Bwana. Amen. Tuliokoka badala ya kupambana. Tushikamane na maandiko. Ukiona kitu kingine kinakusudia ufanye, kiache. Ulimwengu hapa kuna mambo yanayotutumia. Kuna mambo yanayotutumia. Alisema wanataka kufua mtoto. Kumbe mtoto ni wa mkokori. Kufa vizuri. Anasema nikuta malaika wanalinda kabla ya Biblia. Wakaja tena kesho waone. Nikatoka basha kaua, shetani anatafuta kuzimu, kumbe kameenda hivi. Akasema nimeenda ustahili kuua mtu. Asema mnapougua saa ya mwisho usimisha mawazo. Shetani ananiambia nenda kitaka fulani, nenda hospitali fulani, kitaka fulani kuna mlokole, nenda niletea sehemu. Nikakuta naenda mpaka kule kitanda nikakuta mtu anafutia. Nikakuta watu wanamfuka wanaomba. Na mimi nikaja kama vile mtumishi wa Mungu. Kumbe mimi nakuja kila nafsi nikatia shetani. Lakini kile kitanda kinazunguka moto. Nikasema sasa nikamwambia shetani. Mtu anazunguka na moto. Na kwa mtu anaanza anataka kuondoka shetani atende nafsi siende mbinguni. Yeye akamwambia alikuwa anamwambia aenda aongeze machungu iume sana. Anasema nani bali niloga mimi nakufia bure kisha anataka kama vile maana kama mimi kama sasa ninaondoka Yesu nipe nguvu nikuone hapa. Nasema watu wangu wacha basi nani alikuwa alinashusha mjini unapotea ndio mawazo shetani alikuwa anataka mpelekee huyo mgonjwa moto na waka. Anaambia shetani moto baba, shetani anamwambia moto, pita moto. Akamwambia mama moto na waka sana. Pita. Alipenda pepo kubwa ile keki kile. Unaweza kupita moto. Ndapima. Shetani usiwezeka huko kiosa na tatawaje. Ndio akasema ndapima. Pepo katika ile kushimoto na mwisho ile moto ya Mungu. Kile kitu kikaambia zile zake na pepo 100 sababu 300 kabla ya 200 na 69. Mimi msukume kama nyuma yangu. Msukume ate vituka ninavuka ule. Na kwa shetani hakuna maombi tunaomba hapa. Ni neema ya Mungu. Mungu naomba na vitu vingine vya shetani. Hakuna neema tunawasikia wale kama utaamua. Asante nikaangalia pale kama sukuma nini kwa angalia. Na hapa niko naangalia mimi nasikia na mimi nijua kufanya tena nini. Vika sukuma, sasa na sukuma. Tunaenda hivi tuende hivi. Nilikuja kuona mbingu. Zinashuka. Nikawaza akasema Mungu hapa bwana shetani. Akawaza asema ya shetani anakuja kunisaidia. Ndio tutaenda vizuri. Mwana Bwana hapa shetani aliona mpaka unawaka moto. Alisema sasa nilikuta niko kula. Pepo zangu ziko tu. Kuangalia anashuka na waka mabawa akatega mkono wa mgonjwa hivi. Akatega ile sehemu. Akapanda naye. Akaenda naye. Kwa akaenda kupotea chini. Anaona akasema nikaona naye na nikasikia walikuwa wanamita mtoto wanalia na kuondoka. Hakuna nani mmoja ana nafsi.
Nikakaa nasema kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Paka sasa mwisho shetani anakuja akasema kukata nafsi. Anakuinga nafsi siende. Hata kwa pambana mpaka sio nakata roho nafsi yako. Jina la Bwana. Mama mnanielewa tukiongea. Tunatajua namna ya kuomba, tajua namna ya kusimama na Mungu. Utakwambia nayoishi dunia na mambo mengi. Anasema nilikuwa nataka nijifikisha hivi. Kama kwa na pesa nijifikisha hivi. Mwingine akachukua kwa kana kaeka na mafuta kwa ngeni kwa chupa. Hii chupa dola 100 chini, dola 100. Nikipita mboga yangu kwa mama. Kanipa na kichwa kwa nimesha ndio nampiki. Asante nilikuwa nataka kuambia na kuwa kitu. Umeudishi. Unamrudia kama alikupa 5,000 tena. Utakushia kitu hicho. Na ujui. Ni watu wote. Usimame tuone. Niliwauliza mnasoma nasema mnasoma. Si ndio? Leo tutakukusa pia nani kukusa ya roho ni. Siku nyingine nitakuchaka. Tutakuwa tunachimba maandiko na kukusa ya ndoa. Tusaidiane. Amen. Tuombe Mungu atupe nguvu ya kushinda. Mungu atupe nguvu ya kubadilisha. Atupe nguvu ya kushinda. Lakini wape nguvu ya kushinda mchana wewe. Hata mwaka waandalie vizuri. Na nini na watoto wenu waandalie vizuri. Na wao wenyewe Mungu akusaidie kupambana. Kwa sababu ndio mwana familia. Muangalie na mtaishi. Nani anaweza kutumbia wewe? Hizo ndio katika mdomo kadogo. Tunite roho kabisa. Bali Mungu anatupata kwa kila mmoja.